hawezi akafanya kile ambacho ametaka kukifanya katika maisha yetu. Kwa hivyo sisi kama wanadamu ni lazima tujue nafasi yetu kama wanadamu. Leo ni siku ya kina mama, wanasherehekea ni siku yao, lakini uwezi ukawa kabla ya kuelewa nafasi yako kama mama ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ujue nafasi yako, ujue nafasi yako kama kiongozi, inafaa nifanye nini, kwa sababu baada ya kufanya kile ambacho unatakikana ufanye, naye Mungu atatenda kila ambacho anataka kutenda. Matthew chapter 6 verse number 4. Matthew chapter 6 verse number 4. Inasema namna hii kwamba chapter 6 verse number 4, katika lugha ya Kiingereza inasema, but you when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. Umepata hapo mtumishi wa Mungu? Matthew chapter 6 verse number 4. Tuanzie pale number 1. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo ampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Number 2. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako kama wanafiki wanavyofanya katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Number 5. Hii ndio nilikuwa nataka. Tena mnapoomba, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, verse number 6. Hiyo ni Matthew 6:6. Bali wewe unapoomba, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Mathayo 6:6 nasema, ujifungie kwenye chumba chako ufanye maombi, na baada ya kuomba naye Mungu atakujaza. Sasa nafasi yako ni kuomba. Baada ya kuomba naye Mungu atakubariki, naye Mungu atayajibu maombi yako. Kwa hivyo kila mtu ana nafasi yake. Wewe una nafasi yako kufanya, naye Mungu yuko na nafasi yake. Sasa kile ambacho unafanya ndio ufunguo unaofungua mlango ili Mungu naye akafanye jambo katika maisha yako. Tuombe naye atatujaza. Tumkiri, tumshukuru naye atanyosha mapito yetu. Matthew 6:33. Matthew 6 verse number 33 nasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidiziwa. Bali utafuteni kwanza. Kutafuta ndio nafasi yetu kama Wakristo. Tutafute. Tukishatafuta, naye atarahisisha ili kwamba tuweze kupata. Tutapata baada ya kutafuta. Tusipotafuta hatuwezi tukapata. Wakati unaomba na kusema kwamba Mungu nibariki, je, Mungu atakubariki baada yako kufanya nini? Nafasi yako ni gani?
Nafasi yako kama kiongozi ni gani? Nafasi yako kama mama ni gani? Nafasi yako kama baba ni gani? Nafasi yako kama mtumishi wa Mungu ni gani? Fanya kazi yako, naye Mungu atafanya kazi yake. Kwamba tumshukuru Mungu, tujifundishe kumkiri, tujifundishe kumpongeza, naye anyoshe mapito yetu, naye atengeneze njia zetu. Kwa hivyo hamna haja ya kumlaumu Mungu na kusema kwamba Mungu ameniacha. Mungu amekuacha namna gani? Kipindi ambacho wewe hujafanya ya kwako, ili naye Mungu akatimiza ya kwake aliyoyapanga juu ya maisha yako. Kwa hivyo katika kuishi, katika maisha yetu, ni lazima tujifundishe, tujiulize, Mungu anataka nifanye nini ili naye anifanyie kitu fulani. Na tunaposoma katika maandiko tunaona, hebu angalia huyu mama ambaye alikuwa anaitwa Hana. Huyu mama anaongea na Mungu na anamwambia Mungu namna gani? Kwamba ikiwa utanipatia na mimi nitakupatia. Ikiwa utanipa mtoto wa kiume na mimi nitampea na mtoto huyo kwako, ili kwamba akafanye kazi katika hekalu. Kwa hivyo Mungu ambaye tunamwabudu na kumsujudia pia anaelewa sisi kama watoto wake tuna nafasi ambayo inafaa tuicheze vizuri, ili naye akawachilie baraka katika maisha yetu. Hawezi akaachilia baraka pasipo sisi kufungua. Lazima tufungue, lazima tufungue, ndiposa naye akaweze kuachilia zile baraka na mafanikio ambayo kwamba tunataka yaachilie katika maisha yetu.